Kwa kama mzee John, mzee alijipanga, sijui alianza maisha yake alianza vipi. Ana mtoto wa kwanza yuko Marekani, wa pili yuko sijui wapi mjini. Umaarufu jina, ndio maana ukaniacha mimi, ni umaarufu sina, mosokani mwana kirungi, yule anadekezwa. Ulinisuka kwa Ungekuwa kama mzee, yani nakupenda na kuambia na nimekuwa nikiongea. Hakika nakwambia nimemtoroka yule kijana. Kisa na maana anatamani kuona. Hakika nilikuwa nimekumii sana mpenzi wangu. Kweli? Nakwambia nimekuwa na uchangamfu fulani. Kwanza uliponifanyia tu hivi. Nikasikia kwa yani nimefika tu yani. Nafurahi kusikia hivyo. Oje furaha yako furaha yangu mimi. Hebu tuzungumzie kwetu. Okay, niambie. Kwa tu. Unanipenda? Nakupenda zaidi. Na imani kweli unanipenda na mimi unanipenda. Na upendo wako ndio furaha yangu. Na mimi naahidi nitakupenda daima. Dada yangu jamani, siku mingi. Umepotelea wapi? Nipo tu. Na kweli. Saa hizi nimeamua kuyaweka halali. Nini tena? Nishampenda huyo, ndo wa kwangu sasa. Makubwa shogangu. Wewe sitakufanya uje wewe mtoe wenyewe. Huyo nitamlinda, acha nitamlinda huyo. Nimeamua. Kweli? Lakini tena kama huyo anakupa furaha ya moyo wako, mimi siwezi kukatizia. Mimi natamani uwe na furaha jamani. Kama sisi tuko na furaha na yule mume wangu. Natamani pia shogangu kae hivyo. Nashukuru. Samahani kidogo, kuna kitu nakwambia. Mama. Shangae kuniona mimi naitwa Raji. Natokea kijiji cha pili pale. Sijui wewe waitwa nani? Naitwa Vera, natokea tu pale pembeni. Hongera. Mimi nimekuja kumuona rafiki yangu hapa hivi anaitwa Zomi, sijui kama amfahamu. Nafahamu yule. Asante sana. Ila dada, kwa muonekano mzuri basi unao umenifanya moyo wangu pia umeridhia kwa tukaongee mengi zaidi na hapo, ila sio wakati huu. Najua una shughuli zako unaenda kuzifanya, sitaki nikupotezee muda, ila ukinipa namba zako za simu baadaye naweza nikakupigia, alafu tutaongea mengi zaidi hapo. Asante sana. Wacha nitakupigia simu muda mfupi kabla kukucha. Wangu. Leo waenda duka saa ngapi? Enda saa 10 saa 11 hapo nitaenda. Hivi leo ukipita kule kwenye barabara usisahau kupitia kale dukani uniletee fulu. Tena fulu? Unajua nazipenda. Tumetoka kula sasa hivi tu fulu na sima. Sina nataka kula sima jioni tena fulu na sima. Fulu na wali. Amina bana, mimi sitaki fulu. Haya. Sasa jioni sisi tutajipanga vipi? Takula wali tu. Wali na maharage. Wali na maharage. Unataka maharage wewe? Wali na maharage. Haya, okay. Hivi jua lipo kali, sijui leo nitaondoka leo kweli. Nenda ukaoge bana, sasa utaanza kusinzia hapa tu sasa hivi. Kuoga bana. Mimi nataka fulu. Si unajua napenda fulu. Nataka fulu jioni tule fulu. Napika wali. Wali utakula peke yako? Acha umeshiba bwana, kwa tumeshiba. Haya. Mko wangu. Yule si ni Raji? Hebu nikamuone kidogo. Vipi Raji? Dogo bana, muda mrefu bana. Bana niko tu. Cheki. Huyu hapa mke wangu. Ile siku ile kwambia huyu mke wangu hapa yaita Amina. Mke wangu, huyu ndio Raji. Ndio Raji. Huyu ndio Raji. Okay. Karibu nyumbani. Nashukuru sana. Shakaribia. Raji, sitaketi hapa.
Kama kawaida. Mbona kwa mabadiliko basi? Kama kawa unavyoona mimea hapa na watu viko chini, vitu hivyo. Acha tukaongee kidogo. Asante bwana. Haya, mwanangu. Haya. Acha mimi niende zangu ndani, alafu niende niwahi dukani kwa ajili ya mgeni. Haya, haina mama. Haya. Haya, Karibu. haya mambo shwari. Haya, vipi Raji bana? Muda mrefu vipi bana? Shughuli za hapa na hapa pale na hapa bana sio zinafanya ndio napoteza, unajua mambo ya wanaume tena. Bana mengi bana. So ndio maana nikapotea kipindi kirefu, lakini tuko pamoja bado ndio. Hivyo ilivyo. Lakini nilipokuwa naingia hapo bana, na dada fulani nilimuona akitokezea pande ya huko mkono wa kulia, mkono wa kushoto kuingia hivi. Huyo dada anaitwa Vera huyo. Vera. Bila shaka najua utakuwa unamfahamu. Vera mrefu hivi? Nywele hivi. Wewe unamfahamu? Jirani yangu hapa chini hivi. Katoto kazuri. Ushaanza mambo yako wewe. Mambo ya kibongo haya. Katoto kanyoka. Katoto kamenyoka. Nywele hivi. Kasha kuvutia. Beauty. Vipi kuhusu hiyo binti lakini? Kuhusu yule binti kikweli nimemfahamu kwa muda mrefu. Ila kwa mambo yake ya kimapenzi ndani siwezi kuwa naelewa sana. Si unanielewa, mimi na mke wangu hapa na nikazia. Siwezi ingia. Kweli kabisa. Ila kilichonileta ndugu si hicho. Ile ilikuwa swala la by the way, lakini tutaongelea zaidi. Ile habari kijana ulikuwa unaniambia nikuje, hiyo story ndio nilileta, nataka tujue zaidi vipi tutakavyokusaidia yule kijana wale, ingawa sijamfahamu. Kuhusu yule kijana, kuhusu yule kijana maisha yake yameanza kuwa magumu. Ninavyoona mimi kwangu. Ilivyotokea yeye kwenda kumpenda yule msichana Rukia. Si unamfahamu Rukia? Mfahamu. Unavyojua mume wake mchawi. Si unaelewa, tukiwa watoto tulikuwa tunamsikia wazazi wetu walikuwa wanatuhadithia story kumhusu. Laiti kama angeruhusu. Na habari ya maipokea kutoka kwa mtu mwingine ama ni wewe? Ila watu wengi, kila mtu anayekutana na yeye anamuelezea, ila kijana wetu huyu asikii, ni kama amezama kwenye mapenzi. Kwa utaratibu wetu tutajaribu wewe kadri uwezo wetu kumueleze. Kama atatusikia atasifu, kama atatusikia basi tamwacha. Ila kaka yangu, tujaribu tuwezavyo. Ningetamani sana tuchukue hatua, twende tukamtafute yule kijana, tukamuelezee, tukamwambie, ila tusianze kumwambia yule Rukia na mbwana mchawi. Kabisa. Kwa maana tunaweza mwambia akaanza kuyaropoka kule nje, itatuletea shida. Acha mimi nijiandae. Kwa maana hata nikafunge mlango wangu, mtu wangu ashatoka akaenda kutafuta fulu huku. Si unajua lazima tujiandae. Unajua tulikuwa tukienda kutafuta fulu tukiwa wachanga. Haya, jiandae bwana tukasiku. Acha nikafunge mlango. Tukaenda tukamtafuta huyo. Mrefu namna gani? Zombi mwenye. Unajua nini kaka? Ani mmenikuta nikiwa kwenye mawazo kabisa. Vipi? Kwani umenikuta na msiba? Hapana. Unasikia kukorogwa akili? Nani tena? Yaani yule Rukia mimi nampenda sana. Nampenda. Tena Rukia? Si ndio Rukia mimi nampenda. Mimi ndugu. Kulingana na swali ambalo nimesikia hapa mwanzo nilipoingia. Hivyo ni kweli ama kuna venya? Hakika mimi nampenda yule binti. Na sijui kanifanyia nini. Tangu nizaliwe sijaipenda mwanamke kama ninavyopenda. Ndugu, najua ni mara ya kwanza kuniona, hatujai kuwa na maongezi na wewe. Ila sijui kama wewe ndugu yangu ashai kuambia mambo moja kwa moja ama 1, 2, 3 kuhusu yule dada anaitwa Rukia. Kupenda si tatizo ndugu yangu. Ila kabla ya kumpenda mwanadada katika maeneo fulani, hebu ukaulizie wenyeji wa pale wakueleze 1, 2, 3 wakuokoe kama ndugu yake.
Ila mimi siwezi jua mapana kuhusu wewe mahusiano yake na yule, ila ulipotamka neno Rukia basi ndio nililetea maswali moja mbili tatu nikuulize kabla ya muulizi. Ila sio umejichimbia kaburi ambalo utakuja kuzika mwenyewe. Ndivyo nimemwambia huyo. Yangu inaishi hapo. Kaka, unasikia? Umesikia? Mwenyewe tu. Nimeanza kutiwa na wasiwasi. Kupenda sio tatizo. Tatizo ni unayempenda ndio tatizo. Ila kaka, kuna mahali yafaa tuadie saa hii. Utaweza kuturuhusu tuondoke, ila usituchukulie moyo wa chuma kwa ushauri wetu. Kama una jambo waweza kutuambia saa hizi, kwa maana sisi tuondoka, au sio right? Ndio hivyo. Mimi nashukuru tu kwa uwepo wenu. Ila nataka ni atafakari yale mlioniambia. Manake si mtu mmoja. Wanachokisema wawili watatu, lazima ukitilie maanani. Ndio hivyo. Haya, asanteni. Ila kaka, jitahadhari kabla ya hatari. Si usituone kwa sisi ni wanafiki. Sisi ni ukweli na tunavyoeleza basi wewe ni rafiki yetu, basi tuna mengi ya kufanya mimi na wewe. Sawa, hamna wasiwasi. Haya, Sawa. Sana kupenda. Haya. Kwa heri bana. Wacha mimi niatafakari hapa. Haya, kama kawaida. Sawa. Haya, maneno haya. Jitahadhari kabla ya hatari. Nakupenda sana mpenzi wangu. Jua mimi sio rangi uipendayo, ila neza nikapendezesha mchoro wako. Na sina sura nzuri ya kulingia, ila neza kulinda na kutunza heshima yako. Kwa juhudi za mabaya unayofanya baby, hivyo unalipwa na nani? Au tuseme pengine umeamua maybe kumsaidia shetani. Nilifurahi kuona umezaliwa na macho, ila naumia kuona uoni. Nikajitolea hata kumia kwa ajili yako, ukunipa pole pale sikomi. Asante, asante ya punda, kweli ni mateke, niache niteseke. Lakini mimi bado nampenda. Samani kaka. Mko poa? Gani? Nauliza nakupenda yuko? Wewe dada. Usije kuingia kwenye mashaka dada. Wewe dada. Usije kuingiza kwenye mtego. Kama jizini na yeye kule kule. Huyu anataka kuingiza kwenye mtego huyu. Kama yeye mwenyewe. Wewe dada. Tutazame vizuri, si hatumjui. Nenda kamtafutie huko. Kule. Nenda kamtafutie kule. Adi. 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 Yupo kweli? Adi. Mpenzi wangu. Vipi? Sijui. Baby bana, acha hivyo. Nini? Mapema sana kwanza kunisumbua. Umekipata nini Baby. hapa? Nini? Baby, acha hivyo. Mimi sitaki. Umenifuata nini hapa? Si mimi nimekuacha pale. Wewe niache basi. Wewe niache. Unataka nini? Unataka nini? Kuna nini? Mimi sitaki. Unataka nini aswa? Mimi na mwazo. Ni bora ungeniacha. Wewe niache vipi? Niache. Unataka nini kwangu? Wewe ulinikataa. Unataka nini kwangu? Baby. Baby. Hakika ndio kivuli changu. Nakupenda sana. I mean, nimetokea kukupenda sana. Hadi usingizi nakosa. Nikitokea nalala na nijia ndotoni. Mpenzi wangu. Isiwe hivyo. Usinichanganye. Hebu niache. Sitaki ya mambo yako. Na usinipende, niache.
Samani, Rukia. Naomba dakika moja tu njoo. Samani, naomba unisamehe. Sikujua nilichokuwa nakifanya. Sikufahamu ya kwamba kweli una mapenzi juu yangu, unanipenda kiasi hicho. Najua nimeibonda nafsi yako. Naomba unisamehe, kwa hiyo nakupenda sana. Nisamehe. Narudia unisamehe. Nishakusamehe mpenzi. Asante sana. Naahidi kukuwa sehemu ya furaha kwa maisha yako. Siku zote nitakulinda kwenye upendo. Naahidi kupenda daima. Nashukuru. Unanipenda kweli? Ndio nakupenda. Unamaanisha? Kwa nini unanipenda? Jamani. Siwezi eleza ila nakupenda sana. Hivi mwanadada sijui atakuwa, acha nikampigie. Hello. Umeshindaje? Natumai umeshinda salama. Sijui kama unanifahamu ama kwa sauti, manake mimi ni yule kijana ambaye ulikutana naye wakati wa mchana akakuomba namba. Sijui kama unamkumbuka. Kwanza na samani, kama utakuwa na muda kesho, najisikia kuwa mpweke, manake kesho sioni shughuli ambayo nitafanya. Najisi kama nitakuwa na upweke sana. Sijui kama utaweza nifikia kwangu nyumbani ama itakuwaje. Usijali, utaelekezwa kile kijiji cha pili kutokea pale kwenu, hautaweza kupotea. Sawa. Bora ulizia Raji utapata, sio hautapotea kwa muda. Sawa, nakuaminia. Nakupenda sana, najisikia nikiongea nawe hivi mara ya kwanza, lakini najisikia moyo wangu ukiwa na furaha ya ajabu tena sana. Sawa, ukiwa itakuwa poa tena sana. Wow. Jua tu lazima nitakiwa. Ninakaa usingizi. Acha niende nikalale. Kesho najua sana unyamo. Kesho lazima nikipate. Hey, vipi dada? Natumai umekuwa na usiku mwanana na nimeamka salama. Nashukuru. Sasa mimi wacha nijiandae, nitengeneze mazingira utakapoingia. Isikue kama si unajua maisha ya ubachela. Sawa. Wacha nikajiandae. Na kuongojea kwa hamu na gamu. Sawa. Kimeingia na hicho.
Hello. Pale basi pita na mkono wa kulia. Ingia pale alafu kwenye mwamba alafu pia na mkono wa kulia ndio hapo ile boma unaliona. Ile nyumba unayoiona hiyo direct ndio pale. Umeiona? Basi kuja moja kwa moja hadi kwenye mlango. Si unaona uko wazi? Sawa, wai. Karibu. Ndio kwai basi. Karibu. Asante. Yeah. Feel at home. Karibu kiti. Mbona mbali? Unaweza kuketi hata tukaketi pamoja pale. Usiwe na wasiwasi. Karibu hapo. Kiti hapo. Na kule utokako kwema? Nashukuru. Kumepambazuka. Unajua hivi kawaida napokucha sisi wanaume huwa tunakuwa ndio yani harakati za hivi na hivi sasa paka la refresh mind. Ila karibu chai kwanza mimi. Na usiwe mwoga. Manake basi karibu chai. Asante. Ila dada, kipindi nilichokupigia simu jioni, yani nilijihisi mwenye kuchanganyikiwa. Jambo ambalo halikuwa kawaida kwangu. Yani nilikuwa nimelala kwenye bedi, yani piga hivi pasi, yani naangalia nje nione kama kumesha kucha, lakini narudi kwenye bedi naona kama asaba, lakini usinione kwa yule mwenye jamaa ambaye amechanganya. Sijachanganyikiwa, ni furaha iliyonifanya huwa nimekuona niko naye kidogo, unaelewa? Hani mwanadada, kiukweli mimi hivi nimetembea pembeni mtaa wote, nimeenda mpaka town. Unaelewa town nini ninaposema? Hani kuna wanadada wazuri, lakini hata haijatokea siku moja nimpate mwanadada mzuri kama wewe. Ndipo ilinifanya nichukue hii fursa. Nikakumbuka tena jioni nikupigie, nikujulie kama utaweza nifikia, na mimi nakwambia hongera kwa kufika na kukubali wito wangu. Umewahi, naona sasa tunaweza ongea mengi kama nilivyokuambia kipindi kilichoisha. Ama walionaje? Sina shida hapo. Mazingira haya yanapendeza. Asante. Ila hapa sikai peke yangu. Hapa nakaa na dadangu ambaye kila kukicha anawahi kwenye kazi yake, pilika zake za kila siku. Lakini mimi mwenyewe kibinafsi sijakuwa na sehemu yangu ambayo naweza ita kwangu, na niko kwenye hiyo harakati ya kufanya mimi mwenyewe nijue nikija naingia kwangu, boma langu hili, nyumba yangu hii. Hata kipindi kile ambacho hata ikitokea kama tumeelewana, utakuwa na urahisi. Ukija basi unasema mimi naenda kwa Raji, si sasa unaenda kwa dada Raji. So unaona sasa Sio mbaya kabisa. Asante. Raji, kuna mahali nilikuwa nataka kuwahi. Kama muda unaniacha. Kwa ukweli wewe ni binti ambayo umetokea moyo wangu kumpenda zaidi, na naona kama ushanipokonya moyo wangu, basi umetumia, unataka kutembea nao. Sijajua kama utanikubalia, lakini mimi tayari naona kama kwa kwangu binafsi ushanipokonya. Mimi naomba tu utakapoondoka basi wito wangu basi ufanyie maanani, na usinifanye moyo wangu uteseke zaidi ya kuwa nitembee mapipani machokoroni, yani nionekane kama kijana aliyepagaa kabisa na wapenzi. Niope kwenye hiyo situation. Na mimi wacha nikuachie hilo, natumai kuwa utalifanyia kazi yake. Siwezi kuzuia, maana labda ulikuwa na mahali ambapo ulikuwa unataka uwahi, siwezi nikakatizia. Ila mengi tena tutakapokuwa pamoja, mimi nakuruhusu tena ufike. Itatokea kipindi labda nikwambie siku na utaka kuwahi, basi utakapompata dada yangu mwambie haya dada,
ushaingia yani ushajua sehemu kwa ufupi. Sidhani kama utakuwa na muda mgumu kwako wakati mwingine. Katai muonekano wako unaonekana kijana mchapakazi, shupavu hivi. Lakini swala lako lazima unipatie muda. Sawa. Uko tayari katika maneno haya? Natumai kuwa hautakuwa muda ambao pia mimi utaweza mfanya moyo wangu pia huko. Ani jaribu kulimit, nitafurahia pia mimi. Sawa. Sawa, wewe wai. Pia mimi kulikuwa na mahali nilikuwa ni wai, lakini nimeshukuru kwa kufika kwako na natumai siku yangu itakuwa njema sana kuku. Sawa. Na usikue kama labda ni siku ya mwisho kufika, like unaweza fika siku nyingine tukapiga tukaketi hata kuanzia asubuhi mpaka. Unaona? Ni sawa. Walionaje? Hamna tatizo. Acha nifikirie mambo yangu. Sawa. Natumai jibu lako litakuwa sawa yani. Sawa. Sawa. Kawasalimie kule. Siku nyingine ukijisikia wai kwa wakati wako. Nashukuru kuwa na wakati wa leo. Wai siku nyingine mapema angalau tukashinda hata paka jioni. Au sio? Hamna shida. Bye. Mke wangu. Hapa njaa itanimaliza mimi. Nimeshinda njaa bana. Asubuhi hii tuelekea saa 6 hii. Utaniletea lunch ama chai hapa? Haya, kuna nini? Makelele zote asubuhi hii kuna nini? Sasa hivi mke wangu tumbo yapiga kelele. Nimeshakuita mara nyingi uje ndani unywe chai. Wewe usikii. Ila ilikuwa na malizia ushaandaa si ndo? Haya, ndio maana napenda Niga bana. Mimi sipendi lakini wewe sipendi. Changamke. Sipendi bwana. Acha nijiandaa hivi. Nikamalizia kaka sehemu. Unajua tunapenda mazingira yawe safi, si ndo? Wewe unataka unataka chai jamani? Au unanijaribu zangu? Nilikuwa nataka yani ile uwe ready. Unajua nilikuwa nafanya nini ndani wewe? Unafanya nini ndani wewe? Na nipigia makelele chai kama nakuita ndani uje unywe, ananiambia sisi kuna nini eti. Jamani tena. Rudi ndani. Tangu. Chai imekuwa nzuri. Sijui umeongeza nini? Kasukari kalikuwa katamu. Najua mnaenda kumwambia nini nakupenda vile mlivyoenda. Sikuwa ndio mmekuna huo moto. Itakuwa mmejikaanga wenyewe tu. Kiukweli hakuna kitu kibaya tulichomwambia. Jambo tulilomwambia tu ni yale maneno ya kawaida. Kama wanaume tunabadilishana ushauri hivyo. Tunajua. Haya. Mwanangu vipi? Raji. Nakuwa vipi bana? Sana fresh kabisa. Mambo hivyo vipi she? Poa sana. Hadi huyu ashaingia. Kabisa mwenyewe. Asante. Karibu. Asante. Nimeona nimtembelee kutokea jana bana. Hatuja kukutana mpaka lazima niseme nikutembelee tena. Karibu bana. Kaketi hapa. Asante sana. Utakuwa na mazuri. Leo furahi. Leo mazuri. Nikose mazuri. Sio kawaida yangu kuwa na furaha. Ila nitampasha uso. Kama wapenzi kwa nyuma najua atakuumia kaumbea kidogo. Shemu wewe lakini tena. Sawa. Haya Raji. Naam. Karibu bana. Nashukuru. Vipi asubuhi bana, asubuhi. Bana kwanza ile jambo la jana kwanza tukianza na hilo. Jana ule mwanadada nilipoenda kulala hivi. Amenikimbia mwanangu yani. Mko kidogo. Yani najisi siko sawa. Bro. Ule mwanadada huyo asije akawa ametusema huyo ikatukuta libaya sisi wenyewe. Maana linanitia shaka hilo bana. Ila bana itabidi tuwe mnyenyekevu hivi kwa kile mfuatana hivi tunamnyenyekevu. Ndio hivyo sasa. Sisi wajanja bana. Ni wajanja. Sisi unatuelewa? Au sio? Lakini tuachane nayo. Tazungumzia. Ndio hata umesikia shemeji amesemaje? Leo umekuja na kafura fulani hivi. Leo? Acha tupate moja mbili.
Unakumbuka jana tulikuwa wapi jana nilipofika? Pale Mwembeni. Pale. Unakumbuka nililokuambia? Sikunguzia jambo pale. Unaniambia kale kasichana fulani hivi. Chukua hii. Nilikwambia story yake. Jana mimi mwenyewe nikafika nyumbani jana. Akanipa namba yake. Chukua, nikampa. Chukua. Akaniletea namba yake. Nikajiwekea. Simu. Sasa nilipofika nyumbani. Alo. Hapa. Hello. Si nimeshinda. Sijui kesho nilikuwa na kwa sauti nyororo. Nitaona kama nitawahi. Sema kubambika. Sasa habari kamili sasa. Ndio hiyo sasa. Leo kafika bana. Baba. Magetoni. Si wanielewa mimi? Kwani michongo yetu uelewe bana. Nimefika, niko getini. Nipite na wapi? Kafika mwenyewe? Mwenyewe kaniulizia wapi ni kwa chungulia hivi, namwambia tazama mlango uliofu. Huo mlango uingia na hapo. Dadako alikuwepo. Dadangu alikuwa mbaya kazini, lakini nilikuwa na matumaini afike bana, kama dadangu yuko ajue pia mimi na chombo. Mimi mwenyewe mnyama bana. Atusaidie kwenye vitu zako. Lakini wewe bana, leo kafika. Kampigia story zangu hivi. Yeye mwenyewe akasema, sijaanza kusema. Nakupenda handsome boy. Wewe msamboi wewe. Handsome boy mwenyewe. Sijui ndio nishafika, nikamwambia tulia. Haya. Imetokea pia mimi mwenyewe nikakupenda mimi mwenyewe, nimejiridhia bana. Sasa kamtupia mistari 1-2 hapo. Mwanangu nilimtupia mistari yani yeye kwa muonekano. Kaanza kulewa tu. Kulewa tu. Wewe sikia. Kasha kuchanganya huyo. Sasa una mpango mgani? Yule mwanadada huyo nataka yanoge. Alafu mimi mwenyewe unaelewa mambo yangu wewe. Kashakubalia. Usinidanganya. Vibaya sina credit hapa. Ningekuwa na voucher saa hizi mwanangu. Yaani ningempigia hivi. Nisilete blanda yani. Sasa kwa wewe mwenyewe for your own verification. Wacha atakapowahi utaongea naye hali nyingine fresh yani kabisa, maana atarudi yani mtoto ashapagawa kabisa yani. Nashangaa sijamwambia ashapagawa wewe. Ndio nifike tujitulize. Wacha nitakupigia simu ama tu nakupenda amekutafuta kwenye simu kweli? Nakupenda swala lake gumu. Turkia alichosema akilinitia wasiwasi, kisha nikakata tu nikakosa cha kumwambia. Maana alipofika tulipotoka kwake hivi anatokea Rukia kivipi yani anatuchanganya sisi, anatuona sisi yani maboya yani vitoto vidogo sisi. Hilo swala lake vipi bana? Nakupenda swala lake. Mapenzi kipofu ukipata na bana. Leo tuende kutazama mpira. Ule lazima tuhakikishe tumeufikia huo. Sio bana, lakini huko mida saa ngapi? Saa 12:30. Saa 12:30. Tutafika. Yule dadako. Ndio huyo bana. Yule dadako, nenda kumuone bana. Afadhali amani. Ya kushinda huko. Nashukuru sana. Kwema nyumbani kwema. Ajambo pia. Asante. Kumekwaje kule? Shughuli tu, uchovu mwingi, kazi nyingi. Nasikia kuna kupumzika sasa nyumbani. Kawaida da. Una furaha vipi? Leo. Wewe mnaniambia sana Raji sio. Wenzako kule nje. Leo niko chuma hizi. Pata kitu kake hivi. Hata fadhali nikuonyeshe kidogo nikuonyeshe, lakini mengi tamalizia nyumbani. Jana
Nilikwambia kuna mchongo niliyokutana naye mwanadada mwingine mzuri. Ulijaribu kuniambia? Leo kumekuwa na mgeni nyumbani, una habari? Sijui hilo. Amewasili. Ni wapi? Shemeji yako atukimaya. Hapa tu hivi. Unajua? Nasemaje? Naunda ndoa dadangu. Ndoa tu imesalia. Atoka wapi? Miaka ngapi? Ushirikana nini? Msichana, mama? Jieleze kaka. Kasichana hivi kazuri hivi. Anatoka pale mtaa mwingine wa pili pale. Kutoka hapa ngapi? Yeye ana miaka 22. Sasa yeye akatokea kanipenda fresh kabisa dada. Okay, alafu nimepanga nikamwambia siku moja tokea, nikamwambia tokea dadangu tunaikana naye basi kama angalau wako akujua kufahamu. Afadhali akupe hongera ulivyo mzuri lakini alafu mbona kuningoja nyumbani? Wao hakuaga. Angekuwa ameaga hata leo unapenda nyumbani hivi basi ungemkuta kule. Anakaanga kale kamchuzi kazuri kasamaki. Leo ungekuwa na kazi yote. Mshaelewana ama ilikuwa tu mapilika kwa siku ya kwanza? Tushamaliza hayo, tushamaliza kila kitu. Sasa ni introduction hivi. Sasa ni wewe na yeye tu kupatana. Akujue, umjue kiundani. Sawa. Sasa utamwalika siku nyingine tena nikiwa. Nadhani kesho kutwa itakuwa weekend, si hautawahi kazini. Basi hiyo siku ndio nilimwambia haja atutembee kisha mjuane yeye na kama nake sasa dai itakuwa vizuri sana. Natumai rafiki yako pia atakuwa. Huyu tunatembea naye sako kwa babu. Takwepo, mimi natamani kumuona. Naona kama mapema. Karibu sana. Sasa nimeacha nyumbani nimechoka, nasikia kuchoka. Acha niende nyumbani. Tutengeneze sapa. Na usikawie. Asikawi. Enda mrudisha nyumbani mapema. Tunataka tukafike hivi. Tunapiga zile za vijana hapo. 1 2 3. Tafadhali muda usonge. Haya. Mapema. Haya tutarudi mapema kama kawaida. Haya tuonane. Mtoto kautaka. Nasikia raha. Kazi yangu ipo sawa. Karibu. Umefuata nini? Ongea. Karibu ongea. Umefuata nini? Nina shida na mambo sasa. Shida gani? Kuna mtoto nampenda. Shida yako naijua. Nataka nimfanyeje wewe? Shaka umfanya sawa ile kitu. Sina uwezo. Mimi nataka kumwaga damu. Heri nimalize asaulika kabisa. Nataka nimalize kabisa afi. Sikuwa na hilo tarajio. Ila nitaka tu amsahau ile binti. Anipende mimi. Ningemaliza ingekuwa rahisi, lakini sina uwezo wa kufanya hivyo. Mimi napenda kumwaga damu tu. Sikuwa na nia ya kumuua. Mimi nina upendo wa kumuua mtu. Napenda kuua mimi, sina uwezo wa kufanya kusahau. Na kusaidia hivi, nipe changu kwanza. Weka hapa. Nakutuma sasa, nakupa jawabu. Mimi si mganga, ni mchawi, namaliza kabisa. Sina uwezo wa kumfanya msahau. Ningependa nimuue, ila nakutuma kwa mtu mwenye atakaye kusaidia amsahau na akupende wewe. Itakuwa sawa? Sawa. Nakutuma, hebu msikize huyo. Atakusaidia, mfuate huyo. Asante. Sawa.
kila mara mimi nakukataza kuwa mchawi. Hizo vitu zako za uchawi zinafanya mimi nakosa amani katika hiki kijiji. Amani gani mke wangu? Unaniudhi mimi? Unanidhalilisha katika kijiji chote. Eti mambo yako ya uchawi. Mke wangu nilichokiridhi siwezi kiacha. Jamani Mungu wangu. Nadhalilika katika hiki kijiji sababu mwanangu mchawi. Vipi? Mbona mnakaa kama mmeniogopa? Wewe mna mchawi. Jamani. Dada. Usije kutuingiza kwenye mtego. Kamalizeni na yeye kule yule. Huyu anataka kutuingiza kwenye mtego huyu. Akamaliza mwenyewe. Dada. Tutazame vizuri, si hatumjui. Nenda kamtafutie huko. Kule. Nenda kamtafutie kule. Unanipenda kweli? Ndio nakupenda. Unamaanisha? Kwa nini unanipenda? Jamani. Siwezi eleza ila nakupenda sana. Mbona siku nyingi unarudi nyumbani mawazo tupo, stress uli, shida ni nini? Mama alituacha tukiwa wadogo, sasa tumekuwa wakubwa kaka. Siku mingi nimeishi kukuambia nakupenda. Mbona unataka kuvunja moyo wangu? Nakupenda. Sikatai mkunaji, ila nina mpenzi mimi na leo ndio ile siku ya kumwambia ukweli kwa mimi nampenda. Elewa ni hisia. Ni hisia kutoka moyoni. Sitaki kumchiti mimi kwa kuwa nampenda kwa kweli. Uko na uhakika anakupenda? Ndiyo, nina uhakika yeye anipenda. Maybe anakuchiti na watu wengine. Ashaniahidi kwa ananipenda. Usimpende tu mtu kwa kuambia kwa maneno. Mtazame kwanza, angalia vitendo. Kaka mkunaji, nishakwambia na mpenzi. Usivunje moyo wangu. Mbona hutaki kunielewa lakini? Naelewa lakini ni hisia za mapenzi. Kaka, stress za nini? Mapenzi. Mapenzi yanaumiza moyo wangu. Dada, si kujua kukutana kwangu mimi na wewe kutanifanya nizame na kudumkia hivi. Wala sisi tangu kukua na wewe basi kumenifanya nijue mambo mengi. Kwa hakika hakuna chochote basi cha kinachosikika kinachozidi sauti yako. Na kuongezea basi hakuna chochote ambacho kinachoshikika kinachozidi unyororo wa ngozi yako. Walai dada, kwa ujasiri nilionao basi nikikuangalia kundani umejaliwa na mahaba. Yaani hata wanawake warembe kule upeponi basi wanaunda vikao vya umbea kukujadili na kujua mengi kuhusu wewe. Kwa kweli Raji, nilikuwa nimekuja kukuambia kuwa nakupenda. Nimeshindwa kuzuia hisia zangu kwako. Usiku na mchana nashinda nimekuwaza. Serious? Ndio. Bana unapenda fulu bana. Yaani fulu tu fulu Ewe, umekuwa Mombasani juzi. Azitwe fulu dagaa. Nyinyi ndio mnaita fulu tu kila wakati fulu Fulu ni mke wangu anazipenda, anatumia sana fulu ndani. Enjoy tu Yaani ukikula na sima, yaani ukizieka na sima hapo hivi. Yaani aitwa fulu. Ile boma la nani? Ile boma. La mzee Johnny. Za mzee Johnny yule. Unamkumbuka mzee Johnny yule? Namfahamu. Unaona mimea yake kawaida, amepanda njugu, kuna mihogo pale. Boma unavyoona ile ni kaburi la mwanawe. Mchawi na maana pale hivyo kuna kaburi pale hivyo ama? Kaburi lipo hapo. Pale kuna mtu alidondoka
ile ule mtu nao utazama huo mti huo. Mtoto wake alidondoka hapo. Nilisikia Yaani ningekuwa kama mzee John. Huyo mzee alijipanga. Sijui alianza maisha yake alianza vipi. Ana mtoto wa kwanza yuko Marekani. Wa pili yuko sijui wapi mjini. Umaarufu jina. Ndio maana ukaniacha mimi. Umaarufu sina. Usokani mwana kirungi. Yule anadekezwa. Ulinzunga kwa tabasamu nikajua Mzee alijipanga. Yaani nakupenda na kuambia. Nakupenda. Ungekuwa kama huyo mzee. Yaani vipi? Tungekuwa kama huyo mzee. Yaani nakupenda na kuambia na yaani nimekuwa nikiongea